Karibu katika vipindi vyetu vya uelimishwaji wa masuala ya fedha na biashara. Kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, basi utambua kwamba upo sehemu sahihi. Kwa majina naitwa Philemon Rwegasira Bagoka, ni mshauri wa masuala ya biashara na mwelimishaji wa masuala ya fedha aliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa leo tutakuwa na somo letu la leo ambalo linaelezea namna ambavyo unaweza kuanzisha biashara mtandaoni, hasa kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza wanaanza hiyo biashara. Sasa nimejaribu kuingia kwa kina na kwa kutumia uzoefu wangu katika hii shughuli ya biashara mtandaoni ambayo nafanya katika shughuli za ushauri wa biashara na masuala ya teknolojia. Hebu tuone mambo ya msingi ambayo sasa unapaswa yafuate unapoenda kuanza biashara yako ya mtandaoni. Jambo la kwanza ambalo unapaswa ulifanye, cha kwanza ni utafiti wa soko, na cha pili unachopaswa kukifanya, unapaswa uchague eneo la biashara ambalo unaenda kujikita nalo. Na swali la tatu sasa, unapaswa utengeneze sasa uwepo wako mtandaoni. Hapa ikiwa na maana sasa lazima ujiunge na utengeneze mtandao wa kijamii au uweze kutengeneza tovuti ambazo sasa utaweza kufanya biashara yako mtandaoni. Na swala la nne sasa, lazima uwe na mikakati ya masoko, ikiwa na maana ya kufanya matangazo na usimamizi wa fedha ambayo unaweza kuwekeza kwenye biashara yako ya mtandaoni. Swala la tano sasa, lazima uwe na swala linaloitwa ubora wa huduma au bidhaa unayoenda kuitoa mtandaoni. Na swala la sita sasa, tutaangalia swala la mahusiano na wateja, tunaita customer care, na feedback na mrejesho wa wateja ambao unaupata. Na swala la mwisho ambalo nimeliongeza mimi, ambalo ni swala la muhimu sana, ambalo sasa unapaswa ulifahamu unapoenda kufanya biashara yako mtandaoni, ni swala la uadilifu. Ni swala muhimu sana, sasa nitalielezea hapo mwishoni ili uweze kuelewa unapoenda kufanya biashara ya mtandaoni. Tuanze na jambo la msingi la kwanza. Unapoenda kufanya biashara yako, kwanza unafanya utafiti wa masoko. Hapa maana yake sasa lazima utambue ni bidhaa gani au huduma gani unaenda kuitoa sasa kwa wateja ambao ni wateja wa mtandaoni. Hili swala muhimu sana, kwa sababu huwezi fanya kila biashara ukaifanya mtandaoni. Kuna baadhi ya biashara ambayo inaweza kuwa ngumu kuifanya mtandaoni, na kuna baadhi ya biashara ambayo inakuwa ni rahisi kuweza kuifanya mtandaoni. Kwa hiyo utaangalia aina ya huduma unaenda kuitoa, labda unaenda kutoa huduma au unaenda kuuza bidhaa, na utaangalia washindani wako wanaotoa huduma kama wewe. Sasa hapo itakusaidia kuweza kufanya maamuzi sahihi ya kwamba ni aina gani ya bidhaa au huduma utaenda kuitoa mtandaoni. Kwa hiyo sasa lazima ufanye utafiti, ni aina gani, ni bidhaa gani au huduma gani unaweza kuitoa mtandaoni. Uangalie na washindani wako kuhusu hiyo huduma unaenda kuitoa mtandaoni. Swali jingine na kitu cha pili ambacho unapaswa ukifuata unapoenda kuanzisha biashara mtandaoni ni kuchagua sasa aina sasa ya bidhaa. Umefanya utafiti wa soko, sasa unachagua aina ya bidhaa, tunaita specific niche. Ina maana sasa nitatoa mfano sasa. Mfano wewe unasema unahusika na ushauri wa biashara. Sasa lazima sasa uangalie kwenye ushauri wa biashara utachagua sasa ni eneo gani sasa utajikita zaidi. Labda unaweza kusema bana, mimi nitahusika na ushauri wa biashara ya microfinance. Ndio, na usika na biashara ya ushauri wa biashara masuala ya microfinance, au unahusika na masuala ya kusajili makampuni. Hizo sasa ni niche, ni aina ya bidhaa sasa au huduma unaenda kuitoa mtandaoni. Ikiwa na maana kwamba huwezi kutoa huduma zote mtandaoni, lazima uchague aina ya huduma unaenda kutoa mtandaoni. Ikiwa na maana sasa unataka kuuza vyakula, sasa lazima uamue sasa ni vyakula gani sasa unaenda kuuza. Labda unaenda kuuza unga wa lishe, hiyo ni aina tu ya bidhaa sasa unaenda kuiuza mtandaoni. Au unaenda kuuza viatu, sasa uweze kuuza kila aina ya viatu. Unasema labda naenda kuuza viatu vya wanawake. Hiyo ndio tunasema ni niche. Maana wewe sasa umejikita katika eneo ambalo sasa itakuwa ni rahisi sasa kuweza kuhusika nalo na kupata faida unapoenda kuuza mtandaoni. Jambo la tatu sasa, unapaswa utengeneze uwepo wako mtandaoni, ikiwa na maana kwa sasa hivi kuna mabadiliko ya teknolojia, utabidi sasa uunde
mitandao ya kijamii au uwe na tovuti ambazo unaenda sasa kuweka hizo bidhaa zako au huduma zako ambazo unaenda kuzitoa mtandaoni. Kwa mtu anayeanza, naweza kumshauri kwanza, anaweza kaanza, kitu cha kwanza ni kutengeneza mitandao ya kijamii. Ukisha tengeneza mitandao ya kijamii ndio unaweza ukatengeneza tovuti, kwa sababu wateja wako au wa tovuti mara nyingi utakuja kuyapata kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utakachofanya sasa, hakikisha unatengeneza account katika mitandao ya kijamii, katika mitandao karibu yote ya kijamii. Unaweza kutengeneza account yako Facebook, unaweza kutengeneza account yako ya Instagram, unatengeneza account yako ya Twitter, tengeneza account yako ya YouTube, tengeneza account yako ya Instagram, na kisha hizi account unazotengeneza ziwe katika majina yako. Ingawa pia kwenye hiyo account yako unaweza kaunda kurasa ambazo zitahusika na hiyo biashara. Kwa nini nasema kwamba ziwe na majina yako ambayo umeyasajili katika vitambulisho vyako, ikiwa ni vitambulisho labda vitambulisho vya NIDA au mpiga kura au leseni za udereva? Wakati mwingine mitandao ya kijamii uhitaji kujiridhisha au kudhibitisha kuhusu uwepo wako au biashara yako au wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kuhitaji kudhibitisha kwa kutuma au kuweka kitambulisho chako. Kwa hiyo kama umesajili kwa majina yako, itakuwa rahisi kudhibitisha, kujua kwamba huyu ni mtu sahihi anayeendesha hizi shughuli za biashara. Kwa hiyo ukishadhibitisha, basi utakuwa verified, utaweza kutambulika kwenye mitandao yako ya kijamii kwamba huyu ni mtu sahihi. Kwa hiyo hakikisha unapoenda kuunda hizo akaunti zako za mitandao ya kijamii, ziunde katika majina ambayo ni majina yako halisi ambayo yapo kwenye vyeti vyako. Ndio unda katika majina yako. Pia sasa zile kurasa za biashara zitaingia sasa ndani ya akaunti yako, utatengeneza kurasa za biashara mle ndani. Kwa hiyo ili kija kudhibitisha kuhusu taarifa zako kwenye mitandao ya kijamii, inaweza kama Facebook, Instagram au Twitter au TikTok au YouTube, itakuwa ni rahisi kwa sababu umetumia vitambulisho vyako na umetumia majina yako sahihi. Kwa hiyo baada ya kutengeneza mitandao ya kijamii, sasa inapaswa mitandao yako ya kijamii sasa uiweke katika mazingira ambayo itakuwa rahisi wateja wako kufikia, ikiwa ni pamoja na kuiunganisha na pengine unaweza kuiunganisha na WhatsApp, unaweza ukaiunganisha na njia za email, unaweza ukaiunganisha na njia za simu, ili sasa unapoweka bidhaa zako inakuwa ni rahisi. Sasa mteja akiangalia aina ya bidhaa, anaweza akibonyeza pengine, inakuwa ni rahisi kuweza kufikia. Katika mikakati hiyo, katika kutengeneza hizo mitandao ya kijamii, hakikisha sasa, maana yake hiyo tunasema ni duka mtandao, au unaweza kutengeneza tovuti, au inaweza kama mitandao ya kijamii. Kwa hiyo utakapoitengeneza hiyo mitandao ya kijamii, kuitengeneza tu haitoshi. Sasa itahitaji tu sasa uende hatua ya tatu, ambayo tunasema ni mikakati ya masoko au matangazo, au pengine tunasema usimamizi wa fedha. Katika hatua hii ya tatu ambayo ni mikakati ya masoko, umetengeneza akaunti zako za kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn na mitandao yote. Sasa haitoshi sasa ukiweka bidhaa yako kwamba itawafikia watu. Hapana. Haitahitaji sasa utumie gharama kuweza kutangaza hiyo biashara yako kupitia matangazo, ambazo aina za matangazo zipo nyingi sana. Kuna matangazo ambayo ni Facebook Ads, kuna Instagram Ads, kuna Google Ads, ambayo sasa utatabidi utangaze hilo tangazo lako liwafikia watu wengi sana. Hapa ndo changamoto ilipo. Watu wengi wanaamini kwamba ukipost kwenye mtandao wa kijamii kama Facebook, basi inaishia hapo, sasa watu wote wataona hiyo bidhaa. Hapana. Facebook naye anafanya biashara, kwa hiyo ukiweka basi ataionyesha watu wachache. Anahitaji sasa na wewe ulipie ili sasa matangazo yaende kwa watu wengi. Na hapa lazima uwe makini sana katika kufanya matangazo. Matangazo yako hapa itabidi usome, nitakuletea namna ya kufanya matangazo ambayo itafikia wateja wengi. Lazima sasa ulenge wateja wako. Sasa kama wewe unahusika na masuala ya fashion, lazima uangalie interest, uangalie ile tabia za wateja wako, wanataka nini. Watu watakuwa wanataka masuala ya fashion, kwa utachagua kule kwenye matangazo, unaposeti matangazo kuweza kuwatarget watu wako waweze kufikiwa na matangazo yako ambayo umeyaseti, ili uweze biashara yako na bidhaa zako ziweze kuwafikia watu wengi. Na hapa pia itabidi uwe na tabia ya kuweka matangazo yako mara kwa mara, ili yaweze sasa akaunti zako za mitandao ya kijamii ziweze kukua na uweze kufikia watu wengi. Kadri unavyoongeza watu, na hivyo na mauzo yako ya huduma zako au biashara itaweza kuongezeka siku hadi siku, na utajikuta basi unafanya matangazo yako na yanayofikia watu wengi. Kwa hiyo hapa lazima utenge budget ambayo itahusika katika kufanya matangazo, ili kuweza bidhaa au huduma unaitoa uweze kuwafikia watu wengi. Swala la 5 ni usimamizi wa akaunti yako au tovuti yako.
Kuanzisha akaunti yako au tovuti haitoshi, lazima uhakikishe unasimamia, una post mara kwa mara, unakagua aina matangazo, unakagua haya malipo, matangazo ya kulipia kama kweli yamefikia wakati, yamefikia watu wengi, unaongeza budget, kuona hii budget kama haitoshi uongeze budget sasa, ili hii bidhaa au huduma unaitoa iweze kufikia watu wengi. Kwa hiyo lazima uwe na usimamizi wa akaunti yako au tovuti yako kuhakikisha sasa inawafikia watu wengi. Kingine cha muhimu ni ubora wa huduma au bidhaa. Inawezekana wewe umeweza kufanikiwa hizi hatua zilizopita, umeunda mitandao ya kijamii, umetangaza, lakini swala la huduma unayotoa kwa jamii au kwa walaji, huduma hiyo haina ubora. Hauna ubora. Kwa hiyo lazima kama ni bidhaa, hakikisha unauza au unatengeneza bidhaa ambazo ni bora, ambazo hata zikiwafikia wateja watazidi kufanya referral, wataambizana bana, hii huduma naitoa ni nzuri zaidi, kwa hiyo itaweza kuwafikia watu wengi sana. Kwa hiyo ubora wa huduma ni jambo la muhimu sana, kuhakikisha kwamba huduma unaitoa inakuwa ni bora, unatoa huduma ambayo ni bora na inawafikia watu wengi. Pia hapa unaweza ukawa na mahusiano. Swala muhimu pia namba 6 ni swala la mahusiano mazuri na wateja. Una huduma lakini hauna mahusiano mazuri na wateja, kwamba ni namna ambavyo unawasiliana na wateja wako, namna ambao unawapa mrejesho wa kazi ambazo umezipokea, namna ambavyo unawahusisha katika ile shughuli ambayo umeifanya. Mteja amewasiliana na wewe, anahitaji sasa wewe umsaidie katika kusajili kampuni. Lazima sasa kama amefanya malipo, lazima umpe kila hatua inayofuata mpaka unakamilisha hatua ya usajili wa kampuni. Au umelipia ili kupata bidhaa, lazima umwambie bana, bidhaa yako tumepokea malipo yako, tunafunga bidhaa yako, tumeweka bidhaa yako kwenye basi, na unamtumia labda picha ya ile na hati ya kusafiria, hati ya mzigo ambayo umekata, alafu unafanya mawasiliano bana, unampigia kujua kama mzigo ameupokea. Akishaupokea basi hiyo ndio tunaita mahusiano mazuri na wateja. Na hapa vijana wengi wanakwama, unakuta baada tu mteja kufanya malipo hawezi tu fanya mahusiano yoyote tu, anasubiri tu mpaka mzigo mfikie mteja au mpaka huduma ikamilike. Haya ni makosa, kwa sababu mteja wa mtandaoni ni mteja ambaye kwanza wewe hakufahamu, akujui, akufahamu na akuthamini. Kwa hiyo lazima sasa wewe utengeneze mazingira ionekane kama vile anakutazama muda huo. Kwa hiyo umepokea wateja, umepokea, mfano mimi nahusika na biashara mtandaoni ya kutoa huduma za watu wanaosajili kampuni, majina ya biashara, watu wanatafuta vibali mbalimbali, tuseme vibali vya microfinance. Mimi ninapompokea mteja, nikaongea naye, tukakubaliana, labda mteja akafanya malipo, basi labda nitamkabidhi kwa mfanyakazi ambaye atahusika naye ila mtumie taarifa. Baada ya kumtumia taarifa, nitakuwa nafuatilia kujua mfanyakazi kama kweli anafanya mahusiano na mteja. Pia nitakuwa nampigia mteja, amekupigia, kama amewasana wewe, ndio amewasana na wewe. Pia nitafuatilia kujua kila hatua, namjulisha mteja, na kule mfanyakazi anamjulisha mteja, bana, hii kazi imefika hatua fulani. Ikikamilika, mteja tunamtumia, bana, kazi yako imekamilika. Unakuta huyo mteja atazidi kuwaunganisha watu wengine, utakuta sasa biashara yako itazidi kukua. Kwa hiyo lazima utengeneze mahusiano mazuri na wateja. Sasa changamoto ya vijana wengi wanaoanzisha hizi kazi za mtandaoni, akishapokea malipo, anazima simu, anaanza uswahili, bana, imekuwa hivi. Wewe kama unajua sasa utakuwa na ubabaishaji wa kufanya biashara mtandaoni, ni bora sasa hii biashara inakuwa sio sehemu yako. Jambo jingine sasa ndo ninakuja kuliongelea ni swala la uadilifu. Biashara ya mtandaoni inahitaji uadilifu wa hali ya juu. Ndio maana nchi za wenzetu ambao sasa ndio nchi za wenzetu za kigeni wamefanikiwa sana katika biashara ya mtandaoni, kwa sababu unaweza ukawa unajua yote kuyatengeneza ndio yataja, lakini ukakosa uadilifu wa kazi yako. Mteja anakutumia pesa, wewe unazima simu, upatikani. Ukija kupatikana sasa unatoa sababu za ajabu, bana, simu iliharibika, unajua nilipochukua bidhaa. Kwani ulichukua pesa kama unajua kwamba bidhaa zipo au huduma utaitoa? Kwa hiyo hapa swala la uadilifu ndio swala la msingi. Kama kweli unajua kwamba wewe si mwadilifu, itakuwa vigumu kuweza kuendesha hii biashara ya mtandaoni. Kwa hiyo swala la uadilifu, kumcha Mungu, mche Mungu. Lazima uwe na hofu ya Mungu, kwamba bwana, mteja anijui, mteja anifahamu, yeye kanitumia pesa, anahitaji sasa nimsaidie katika pengine kumtafutia kibali.
nimsaidie katika msajilia kampuni, nimsaidie katika mtengenezea tovuti, lazima uhakikishe hiyo ero uliyoipokea uifanyie kazi na mteja apate huduma kwa wateja. Kwa hiyo swala la uadilifu ni changamoto kwa vijana wengi wanaoanza biashara hii ya mtandaoni, ndo wanachafua taswira ya biashara ya mtandaoni. Lakini kadiri na uzuri serikali imeimarisha sasa usalama wa mtandaoni, kwa hiyo kadiri tunasonga mbele sasa hao watu ambao sio waadilifu watazidi kuondolewa kwenye hii biashara, watabidi kuondoka, watakaobaki wataweza kufanya biashara vizuri mtandaoni. Kwa hiyo hili nimeliweka kwa kama jambo la muhimu sana, pamoja kwamba umefuata hatua zote. Kama una uadilifu ni bora kaenda kufungua biashara kawaida, lakini usifungue biashara mtandaoni, kwa sababu utaishia tu kwa sababu utapeli wa mtandaoni ni moja ya makosa ya jinai, ni makosa, ni cyber crime. Hizi sasa ukifanya utapeli, mteja anakutumia pesa na wewe usiweze kutoa huduma, utashtakiwa na utahukumiwa kisheria, kwa sababu utakuwa umetenda makosa ya jinai. Asante sana kwa kuungana nami kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Basi tukutane katika vipindi vingine. Mimi kwa majina naitwa Philemon Rwegesira Bagoka, ni mwelimishaji wa swala ya fedha niliyoidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Ukihitaji huduma zetu, pia tunahusika na usajili wa makampuni, kuomba vibali vya microfinance, kutengeneza tovuti. Ukihitaji huduma zetu, unaweza ukanipigia kwa namba ya simu, kutupigia kwa namba ya simu 0682 188 544 0682 188 544. Pia unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu ya kijamii kwa jina la Fitech ICT and Business Solution Limited. Fitech ICT and Business Solution Limited. Tunapatikana katika mtandao wetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube. Utaweza kupata kwa jina hilo la Fitech ICT and Business Solution Limited. Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kila siku.